Je, unajua kwamba wengi wanafanya kazi kwa bidii kila siku, lakini kipato chao hakiongezeki? Wengine wanajaribu biashara za ziada na kushindwa, wengine wanahofia kuacha kazi zao za sasa. Leo nitakuonyesha njia rahisi, halali na yenye matokeo ya kuongeza mapato yako bila kuacha kazi yako ya sasa. Usikose hii, endelea kuangalia. Makala hii inaletwa kwenu na Mjawiri Growth Agency kupitia Mjawiri TV. Hapa tunakuletea vidokezo halisi vya kuongeza mapato, kuendesha biashara ndogo na kufanikisha ndoto zako kifedha. Usikose makala zetu kila zinapotoka. Subscribe sasa na ujue kila siri ya biashara na mapato kutoka Mjawiri Growth Agency. Hatua ya kwanza: tambua kitu kitakachokupatia kipato cha ziada unachoweza kufanya bila kuathiri kazi yako ya sasa. Hii ni hatua muhimu kwa sababu haina maana kuanza kufanya kila kitu bila mpango. Kumbuka, unahitaji kitu ambacho unaweza kufanya kwa muda wako wa ziada bila kusababisha matatizo kazini au kwa familia. Sasa, hizi zifuatazo ni baadhi ya vitu unaweza kufanya na kuongeza kipato chako. Moja, freelancing online. Kama una ujuzi wa kutengeneza websites, kuandika makala au graphic design, unaweza kupata mapato kupitia platforms kama Fiverr au Upwork. Mbili, kuuza bidhaa mtandaoni. Huenda ni bidhaa ndogo unazopata kwa jumla na kuuza kwa rejareja kupitia WhatsApp, Facebook Marketplace au Instagram. Tatu, dropshipping. Unauza bidhaa bila kumiliki stock. Unapata profit kwa kusell bidhaa online na supplier anasafirishia kwa mteja. Nne, huduma za jirani au community services. Mfano, kuendesha delivery, kuosha magari au kusaidia watu wanaohitaji huduma maalum. Tano, affiliate marketing. Unapromote bidhaa za wengine online, ukipata sale, unapata commission. Sita, kusambaza ebooks au templates. Kama una knowledge maalum, unaweza kuunda ebook au template na kuuza mtandaoni. Saba, tutoring au coaching. Ikiwa una ujuzi fulani, unaweza kutoa masomo kwa online au mtu kwa mtu kama somo la kompyuta, biashara au lugha. Kila kipengele cha listi hii kinaweza kufanywa kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Hatua muhimu ni kuanza na ndogo, kisha ongeza taratibu ili kuongeza kipato chako bila kuathiri kazi yako ya sasa. Hatua ya pili ni kutumia teknolojia au apps zinazorahisisha kipato cha ziada. Mfano, unaweza kuanza freelance, kuuza bidhaa